ndiko liliko kimbilio. Hata kama ukame upo, lakini ndani ya Kristo tunaishi, tunakwenda na kuona wewe wetu. Hajalishi dhoruba zipo kiasi gani, lakini kwa sababu tuko ndani ya Kristo, dhoruba haina nguvu kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Hata kama mawimbi yanatukumba, kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Sheria ni moja, tuko ndani ya Kristo. Yaje mapepo, waje wachawi, yaje majini, waturoge, hataanguka. Kwa nini? Tuko ndani ya Kristo. Na ndani ya Kristo kanuni moja, tunaishi, tunakwenda na kuona wewe wetu. Tuko ndani ya Kristo. Haleluya. Huo ndio uhai tulio nao. Ukinikuna natembea na ringa, niko ndani ya Kristo. Siogopi dhoruba, niko ndani ya Kristo. Paulo anasema, dada Danieli anasema, mfalme haina haja ya kujibu juu ya swala hilo. Wao tutupe tu, hatuna shida, kwa sababu tuliye naye tunamjua, atatuokoa na tanuri liwakalo moto. Tuko ndani ya Kristo. Yuko mtu wanne anaitwa Mungu, yuko mtu wanne anaitwa Yesu. Katikati ya wao watatu yuko mwingine. Katikati ya Paulo na Sila ndani ya gereza alikuwepo na Yesu. Tuogopa gereza kwa sababu ndani yao kuna mwingine ambaye dunia haimwelewi vizuri, ila sisi tunamwelewa. Neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini si kwetu. Tunamjua tuliye naye. Tuko ndani ya Kristo. Hilo ndilo tumaini. Hakuna tumaini lingine chini ya jua. Naona anasema Matendo ya Mitume sura ya 4:12, maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Si la mzee wangu Msongole, si la Mwanilizo, si la yoyote, ni jina la Yesu Kristo. Hilo ndilo tumaini letu. Huo ndio wokovu wetu. Huo ndio ushindi wetu. Hiyo ndio nguvu yetu. Hata tupitie kwenye mito, bado Yesu ni mtetezi. Ameahidi mwenyewe, mpitapo katika maji mengi nitakuwa na ninyi, wala mali ya moto haitawasumbua, kwa sababu niko pamoja na wewe. Hatutaogopa dhoruba ya mchana, wala ya usiku, wala ya jioni, wala kuachwa, wala kutukanwa, wala kukataliwa, kwa sababu tuko ndani ya Kristo Yesu. Hatuna hatua nje ya Yesu. Hatuna hatua. Hatuna hatua nje ya Yesu. Haijatokea. Haijatokea. Na kwa zetu tunazidia wenyewe. Hakunaga waliofaulu, walioishi vizuri. Lakini sisi tuko ndani ya Yesu. Niko liko tumaini letu. Huwa tuangalie uko wetu una historia ipi? Huwa tuangalie familia zetu zina historia ipi? Makabila yetu yana historia zipi? Ukiyatazama hayo, ukiangalia gari uko mzima unaitafuta kwa tabu, ukiomba 100,000 kuipata ni kwa shida. Huo ni uko wetu, lakini kwa sababu tuko ndani ya Kristo, vyote kwake vipo. Atatupa mwenyewe. Tunao uhakika kwamba ndani ya Kristo tunaishi. Tunao uhakika kwamba ndani ya Kristo tunakwenda. Hatua zetu hazitabebwa na vyeo, hazitabebwa na elimu, hazitabebwa na cheo cha ukoo, zimebebwa na Kristo. Anatupa hatua ya kwanza, anatupa hatua ya pili. Yesu ndiye tumaini letu. Haleluya. Anasema Efeso 3:20, awezaye yeye kufanya makubwa kuliko yale tuyaombayo au yale tuyawazayo. Yale unayoyawaza ni madogo, yale unayoyaomba ni madogo. Mungu ana mpango zaidi ya unayoyaomba. Mungu ana mpango zaidi ya unayoyawaza. Kwenye yale unayoyawaza, Mungu ana wazo la kwake. Anasema aijuaye nia ya moyo ni anayezungumza na Kristo. Yesu anasema Warumi ile sura ya 8 ukianza 26 na 27, na achieni Roho mwenyewe anajua kutuombea kwa kuugua mno kusikoweza kutamkika. 27 anasema maana Roho wa Mungu aijua nia, maana Roho wa Kristo aijua nia ya Mungu. Kwa anachotuombea, hatuombee kulingana na mapenzi yetu, anatuombea kulingana na mapenzi ya Baba, anatuombea kulingana na mapenzi ya Mungu aliye hai. Atukuzwe yeye aweze kufanya. Atukuzwe Mungu. Huwa na enjoy nikiwa na Yesu. Nafurahia. Atukuzwe yeye. Sina mwingine. Anasema Baba, sina mwingine.